Mpendwa, karibu katika makala haya ya kuchambua tu jamii yetu ya Kenya. Huende kawa kwa sasa kunao watu wanaoshabikia na kusherehekea kupigwa kwake Senator Otsosi. Huende kawa kunao wale wanaoshabikia kudalalishwa, kudhulumiwa kwake Otsosi na kikundi waliomvamia kwenye mkahawa mmoja pale Kisumu. Lakini wapendwa, kunao uwezekano kwamba matukio ya kitendo hiki yataonekana baadaye. Kwa hakika mwelekeo wa taifa la Kenya ambao tunachukua ni wa kuogofya, na tusipojitahadhari nchi yetu ya Kenya inaelekea pabaya, sababu kunalo kile kitu tunachokiita translocated conflict. Aliyepigwa ni kiongozi wa jamii fulani, akapigwa katika eneo la jamii ingine tofauti. Je, jamii hizi mbili zitatazamana namna gani? Zitatangamana kwa njia ipi? Na ndio maana sio vyema tukachukulia suala hili kwa urahisi, sababu mbegu ya uhasama, mzozo baina ya jamii, mizozo baina ya vyama vya kisiasa imepandwa, hasa wakati huu tunapoelekea kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027. Hebu na tuweze kutazama kanda hii ya kupigwa kwa Senator Godfrey Otsosi. Kunaonekana genge la wanaume, ni wengi tu, walio na misuli, waliokula vizuri na nguvu. Idadi nikihesabu inaonekana ni 1, 2, 3, 10, 13 hivi, wanaume ambao ni vijana, na wanaelekea moja kwa moja hadi kwenye meza ya Senator Godfrey Otsosi alikokuwa ameketi na mwenzake. Pale wanaanza kumtishia, wanaanza kumdhulumu, wanaanza kumfanyia kejeli, madharau, kana kwamba si mtu aliye na cheo, si mtu aliye na utu, si mtu aliye na maana. Jameni, maskini, huyu ni baba ya mtu, huyu ni kiongozi. Kosa lake la kipekee ni kana kwamba yeye ako katika mrengo tofauti wa kisiasa. Oh jamani, ona jinsi anavyopigwa na kijana huyu aliye na misuli, aliye na ujasiri. Hata wahudumu wa mkahawa wasiweze kumsaidia Senator Otsosi kwa ajili ya jinsi walivyounga vijana hawa. Si vyema. Huyu sio Senator Otsosi aliyekuwa anapigwa, bali ni katiba ya Kenya iliyokuwa inakanyagwa, ni katiba ya Kenya iliyokuwa inadalalishwa, ni katiba ya Kenya iliyokuwa inatolewa kurasa baada ya kurasa, sababu katiba ya Kenya imempa kila Mkenya uhuru wa kuweza kuwa katika mrengo wa kisiasa wowote ule aupendao. Haikuwa vyema, haitakuwa vyema. Na kwa hakika, wapendwa wa Kenya, hii ni siku ya giza kubwa sana nchini Mkenya, hasa tunapojivunia katiba ambayo Raila Amolo Odinga aliweza kuwapa Wakenya mnamo mwaka wa 2010. Raila angesema nini angalishuhudia haya? Raila angeweza kusema nini kuhusu vijana hawa? Angeweza kusema nini kuhusu tukio hili? Si haki, si sawa, haitakuwa sawa. Senator Otsosi, sio wewe uliofanyiwa haya. Taifa la Kenya limefanyiwa yale jameni. Hata kijana huyu aliyevalia mavazi meupe ni mnyama, ni mtu maskini. Mungu wangu, maskini, Mungu wangu, uko wapi? Uko wapi kati ya haya yote? Haya hayakutendewa Senator Otsosi, yalitendewa katiba ya Kenya. Swali langu ni je, ni nani aliyeweza kufahamisha hawa wahuni aliko Senator Otsosi? Haya hayatakubalika, si sawa na si sawa. Mwenyezi Mungu atusaidie.
Ninatoa changamoto kwa vyombo vya dola, vyombo vya serikali, kama havitachukua hatua dhidi ya wahuni hawa, kwa hakika watakuwa wamepanda na kukuza na hata kunyunyizia mbolea mbegu ya machafuko ya nchi mnamo mwaka wa 2027. Sheria na iweze kutendeka. Taifa la Kenya limetoneshwa damu. Taifa la Kenya linavuja damu. It is not about Senator Godfrey Otsossi. It is about Kenya. It is about 2027. Already the political and ethnic conflict has already started taking shape. There is a need for us to fear. We may laugh, we may smile and rejoice at the evil that we have meted on Senator Godfrey Otsossi, but it's not about him. It's about Kenya. In 2008, Justice Kriegler said, if we don't put measures in place, what happened in 2008 will be like a Christmas party. Worse is coming. Mabaya yanakuja. Huu ni mwito kwa Wakenya wote kwamba tukaweza kustahimiliana, tukaweza kuvumiliana. Kunao uwezekano wewe ni wa mrengo ule, mimi ni wa mrengo huu. Kunao uwezekano kwamba wewe ni wa kabila lile, mimi ni wa kabila hili. Hamna sababu ya sisi kuwa maadui, maana moto utakapo waka kuichoma nchi, itachoma wote waliokuwemo kwenye vita na wasiokuwemo kwenye vita. Tusiichome nchi yetu. Tukumbuke mataifa jirani kama vile Kongo, Sudan, Somalia na hata taifa jirani la Uganda tu. Jameni, tunazo kila sababu za kukemea tukio hili lililotendwa katika mkahawa wa Java kule Kisumu. Tunalo kila sababu ya sisi kama Wakenya kuungana mkono, kushikana mkono na kukemea jambo hili, kwa sababu lililotendeka halikuwa kuhusu Senator Godfrey Otsossi, lilikuwa kuhusu hatima ya taifa la Kenya. Ninaomba unifuatilie katika Migori Community, tuweze kujadili kuhusu Kenya tunayoipenda, kuhusu viongozi tunaowataka. Ni mimi Bamkubwa George Chacha.